Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu. Ni jioni nyingine njema ambao Bwana ameifanya. Tumekutana tena wakati kama huu, ni kwa ajili ya kufundishana moja mbili, yote ni kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Nasi ni wazima, Mungu ametulinda, ametuhifadhi mpaka masaa haya. Naamini nawe tangu tulipoonana mwisho pia umeshinda salama. Basi leo tunapoingia katika kipindi chetu, hapa ni Minister Phylline. Tunapatikana pale YouTube account Minister Philip Kengura. Nasi tunapatikana ama ni wahuduma wa kanisa la Emmanuel Christian Embassy Likoni Geti ya Nanga, chini ya mtumishi wa Mungu Pastor Praise. Basi leo tunapoingia katika kipindi chetu, na kukaribisha tujiunge pamoja, tukajifundishe na tukashuhudie ukuu wa Bwana. Pale tutakapoanza na kuendelea, ningependa tu rafiki yangu mtazamaji, nianze tu kwa maombi. Takapokuwa namkaribisha mtumishi wa Mungu, ni kwa ajili ya kipindi cha siku ya leo. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa amani, uishie na kutawala Kristo, nalibariki na kuliinua jina lako jioni ya leo, masaa haya. Asante kwa kuwa umekuwa mwaminifu, umetulinda na umetuhifadhi. Yote ni kwa ajili ya ukuu wako Adonai. Baba, tunakukaribisha tena siku ya leo katika kipindi hiki, ukawe pamoja nasi, ukanene na nafsi ya mtu, ukanene na maisha ya mtu, ukatie tumaini ndani ya maisha ya mtu. Tumekualika tena, Roho Mtakatifu wa Bwana, uwe nasi, uanze nasi na uendelee pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Tutakuwa basi namkaribisha mtumishi wa Mungu pale, ili tuweze kusikia Bwana ametuandalia ama amekusudia kusema nasi kwa namna gani siku ya leo. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Barikiwe sana kwa kutufungulia siku hii ya leo. Watazamaji, nilikuwa nimejipanga tuweza kufundishana kuhusu maombi. Maombi nikijaribu kufafanua kidogo, maombi huwa ni njia moja ya kuongea na Mungu, ama ni njia moja ya kupeleka maramishi yako ama ile kitu ambao uko nayo kwa moyo wako, ili uweze kuipresent kwa Bwana. Amen. Amen. Maombi inaweza kuwa, kuna maombi watu wanaongea kwa sauti ama mtu anaomba kwa sauti, na kuna maombi mtu anaomba tu kibinafsi tu polepole ndani ya moyo wake. Kuna maombi mtu anaomba kimya tu, anaomba kimya. Kama katika Biblia tunaambiwa Ana alikuwa Penina alikuwa anaomba sana, anaomba tu kwa kimoyomoyo, mpaka yule Eli akamuuliza, mbona leo nakaa hivi? Mbona yani ni yale maombi alikuwa anafanya, ikabidi maombi yake hayakuwa yanatoa sauti. Kwa hivyo kuna maombi ya kutoa sauti na kuna maombi ya kimoyomoyo. Hayo maombi yote Mungu huwa anayajibu. Amen. Amen. Naomba tuweze kusoma katika kitabu cha Yakobo 1:6. Amen. Nitasoma uwezo wa Bwana. Ila na aombe kwa imani pasipo mashaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Amen. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba ili uweze kuomba, chukua tu imani kidogo, usiwe na shaka chenye unaomba. Omba tu kwa imani, unatumia tu imani, ile imani ndogo ambayo utakuwa nayo. Omba tu na maombi yako yatajibiwa. Kulingana na Biblia jinsi ambayo inatuambia, kuna watu huwa wanaomba, mtu anaomba tu na shaka, anaomba hii kitu na vile naomba tu hivi, kweli nitajibiwa. Lakini ukisimama imara, useme mimi naomba haya maombi, ambapo haya maombi nitakapo yaomba yanaenda kwa Mungu. Amen. Amen. Haya maombi nitakapo yafanya hapa ninapoendelea kuyafanya, sababu kuna maombi ambapo huwa yanafanyika wakati kitu kimetendeka ama unataka kitu kifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maombi mengine unaweza tu amua
uweze kujipresent wewe mwenyewe kwa Bwana, ili uweze kumwomba Bwana, maybe aweze kukufungulia njia. Maybe kuna mtu ambao ni mgonjwa, umeitwa uende kumwombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unachukua imani tu, unasema kwa moyo wako, unajipresent kwa Mungu, na uko na uhakika ya kwamba haya maombi ambayo ninayaomba, najua kuna kitu kitafanyika. Amen. Amen. Najua Mungu anaenda kuyajibu. Amen. Amen. Biblia inatuambia Paulo na Sila waliomba sana wakati walikuwa wameshikwa gerezani. Amen. Wakaomba usiku, walikuwa wamefungwa. Biblia inatuambia walikuwa wamefungwa nyororo mikono na miguu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maombi, walipoanza kuomba na kumwamini yule Bwana, zile nyororo zikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zile nyororo walikuwa wamefungwa, ile milango ilikuwa imefungwa ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Biblia inatuambia ya kwamba sisi pia tutakapokuwa na imani kama ile ya Paulo na Sila walikuwa nayo, hata sisi kuna vitu ambavyo vimefungika katika maisha yetu. Yes. Kuna mambo mengi ambayo yamefungika katika maisha yetu. Amen. Lakini sisi wenyewe ndio hatutajipresent vizuri kwa huyu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi wenyewe ndio hatutakuwa sawa tunapoenda kuomba. Kuna wengine wanachukua maombi hata ya dakika 3, maombi ya dakika 1, lakini hata kuchukua maombi ya dakika ngapi, ila tu ukuwe na imani. Bwana Yesu asifiwe. Hakika hayo maombi yako yatajibiwa. Haleluya. Amen. Naomba uweze kutusomea, mtumishi wa Mungu, uweze kutusomea Yohana 23. Yohana 16 utusomee 23. John 16 verse 23. Nitakuwa nasoma Yohana 16:23. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini, amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Amen. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba hakika tutakapomwomba huyu Bwana, chochote ambao tutakapomwomba Bwana, hakika huyu Mungu anatupea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni watu wengi ambao wamefanya maombi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi ambao wamefanya maombi kwa imani. Watu ni wengi ambao wameamua tuacha tuombe jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tufanye maombi kwa ajili ya kitu fulani, na hakika hiyo kitu imefanyika, na hakika ile jambo ambao walikuwa wanaliombea limetendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo Biblia inatuambia ya kwamba mtakapojitolea nyinyi wenyewe, mtakapoamua nyinyi wenyewe, hakika na Bwana wa mabwana atawajibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini tunaomba Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ama tunaweza sema kwa nini tunaomba? Tunaomba ili Mungu atufungulie njia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini huwa tunaomba? Haya maombi ambayo tunafanya, ni kwa nini huwa tunayafanya? Kitu cha kwanza, tunaomba ili huyu Bwana, huyu Mungu ambao tunamuomba kila siku aweze kutufungulia njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda kuna njia ambayo imefungika katika maisha yako, labda maisha yako yamefungika, labda umesunguka, umefika mahali ambako umefika mwisho kabisa, yani umefika mwisho, uoni mbele, uoni nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba tutakapomuomba huyu Bwana, hakika atatufungulia, na hizi njia atakapotufungulia, labda kuna vitu ambavyo vilifanyika wakati haukuwa umemjua Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo vitu zilipofanyika zikakufungia njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo njia kuifanya ili njia iweze kufunguka, ni wewe mwenyewe uende magotini, ni wewe mwenyewe uende uongee na huyu Bwana, umuombe Bwana ili aweze kukufungulia njia. Bwana Yesu asifiwe. Utakapomlilia huyu Bwana, utakapomuomba huyu Bwana kwa imani, hakika njia zako zitafunguka. Kitu cha pili ambao kinatufanya kwa nini tunaomba? Tunaomba ili tusamewe dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wengi wetu ambao tumefanya dhambi tu, tumekosea huko na kule, lakini utakaporudi kwa Bwana, umuombe huyu Bwana, umulilie, mwambie Bwana, Bwana nilikosea mahali fulani, Bwana nilitenda hili, na najua kuna lingine pia nilifanya, lakini
sijalijua. Na huwa wakati unakosea ama wakati unafanya dhambi, kuna dhambi zingine tunafanya tukijua na kuna dhambi zingine tunafanya hatujui. Kwa hivyo utakapo jipresent kwa Bwana, umwambie huyu Bwana, nakuomba tu katika jina la Yesu, najua nilitenda lile Bwana, naomba tu Bwana wa majeshi unisamee, na kuna lingine pia hata sijui kama nilifanya, lakini Bwana ni makosa ama ni dhambi, naomba tu Bwana wa majeshi uweza kunionea huruma, naomba Bwana wa mabwana uweza kunisamea hizo dhambi. Hakika huyo Bwana wa majeshi, na ukiwa na ile imani ya kwamba haya maombi naomba tu Bwana wa majeshi aweza kunisamea, naomba tu Bwana wa mabwana aweza kuniondoa mahali ambapo niliwekwa, aweza kuniondoa mahali ambapo nilijipata nimeingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu cha tatu ni point 3. Kwa nini tunaomba? Tunaomba ili tumwambie Mungu hoja zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili tuweze kuambia Mungu. Kuna wakati tukianza mwaka, wengine wetu tuliandika orodha ndefu tu, tukaandika mimi nitafanya hii nitafanya kufika mwezi wa 5, kufika mwezi wa fulani nitakuwa nimefanya 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hizo hoja zote ambao uko nazo kwa moyo wako, siweke vizuri, ambia Bwana, matarajio yangu ni hizi na hizi na hizi, nilikuwa nifanya hiki, nilikuwa nifanya lile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili huyu Bwana aweze kuchukua zile hoja zako zote, aweze kuziweka pamoja, ili Bwana atakapoanza kukujibu, Bwana Yesu asifiwe, ili aweze kukujibu kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba huyu Bwana wetu, huyu Mungu ni wa taratibu. Mungu anajibu maombi kitaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutakapoweka maombi yetu kitaratibu, tutakapoweka maombi yetu sawa sawa, ili ambapo wakati tunaenda hapo kwa kuomba, tunajua ni kitu gani leo tunaombea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu tunaita prayer items. Ni item gani ambao uko nayo na present kwa Bwana? Ni jambo gani hili ambalo limekusumbua kwa siku nyingi, ambapo nataka huyu Bwana, unataka Mungu aweze kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani ama ni ugonjwa upi huu ambao umekusumbua kwa siku nyingi, unataka Bwana asikie maombi yako ili aweze kukupona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda umetembea umesunguka kwa siku nyingi, labda umetafuta kazi siku nyingi, lakini haujamuomba Bwana. Maybe pengine unamuomba huyu Bwana, lakini haujamuomba Bwana ukiwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi yakiwa na imani huwa yanajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utakapoanza kumuomba huyu Bwana, muombe huyu Bwana ukiwa na imani. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, jipange, wacha kwenda kwa Mungu wakati labda watu wengine wanaenda kwa Mungu hata wengine wako hata hawajavaa nguo hapa juu, chini wamevaa juu enda kwa Bwana ukiwa uko representable. Bwana Yesu asifiwe. Ili huyu Bwana ni baba yetu. Utakapomwendea baba, unamwendea baba kwa heshima, unamwendea baba kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Ili huyu Bwana atakapo kujibu maombi yako, akujibu maombi yako sawa sawa na ile kitu ambao ulikuwa umepresent kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuweza kusoma katika kitabu cha Warumi 8:26. Tasoma Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho wa Bwana pia wakati wa maombi huwa anatusaidia kuomba, kwa sababu wengi wetu hatujui kuomba, lakini tunapomkaribisha Roho wa Bwana, huyu Roho wa Bwana anatufundisha jinsi ambavyo ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa unapata watu wengine wanapoanza kuomba, wanaomba kwa muda, wanaomba hata wanaleta maneno mengine ambao hayausikii, wananena kwa ndimi. Huyo ni Roho wa Bwana ameingia ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho wa Bwana anapoingia ndani yetu wakati tunaomba, hakika anatufundisha jinsi ambavyo tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasonga, tunaomba kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sorry.
Tunaomba Baba kupitia Mungu Mwana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anatuongoza jinsi ambavyo tunamuomba huyu Bwana, jinsi ambavyo tunajipresent kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 10 tusome 4. Waovu hawana hamu ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ujiulize we mwenyewe, ni siku ngapi ambao unachukua ili uweze kumuomba huyu Bwana? Ni miaka ngapi wewe unachukua ili uweze kumuomba huyu Bwana? Ni masaa mangapi unachukua kwa siku ili uweze kumuomba huyu Bwana? Ni muda gani unachukua kwa wiki, kwa mwezi ili uweze kumuomba huyu Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba waofu, kama wewe muombi Bwana kila wakati, kama wewe muombi Bwana kila masaa, kila wakati unamuomba tu Bwana, wewe ni muofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia waofu hawana hamu ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tu uweze kuchiochi wewe mwenyewe. Uko katika upande gani? Wewe unaomba? Na hii katika kuomba, unaomba huyu Bwana, unaomba Mungu wetu kupitia Roho Mtakatifu, unamuomba huyu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amina. Huyu Bwana Mungu wetu ambapo tunamuomba kwa kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuomba ili aweze kutufungulia njia. Biblia inasema tutakapoomba, tunamuomba Mungu ili aweze kutusamea dhambi, ili aweze kutufungulia njia, ili tuweze kumpa hoja zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka 22 tusome 11. Biblia inasema Kutoka 22 tusome 11. Tasoma Kutoka 22:11. Inasema, tasoma: patakuwa na kiapo cha Bwana katikati ya watu hao wawili, kwamba alipeleka mkono wake kuchua mali ya mwenziwe, naye mwenyewe atakubali hayo, wala hatalipa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba kutakuwa na kiapo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba kutakuwa na kiapo wakati wa kuchukua hayo mali. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mali tunaambiwa, mali na vitu za dunia huwa Mungu ndiye anapeana. Bwana Yesu asifiwe. Kibali kitakapokuwa juu yako, kibali cha Mungu kitakapokuwa juu yako, hakika kila kitu kitakwendea sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kibali kitakapokuwa juu yako, haleluya. Amen. Mali ya dunia utayapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakapojituma vizuri kwa Mungu, utakapoomba vizuri kwa huyu Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atakujibu. Haleluya. Amen. Paulo aliandika hivi, musijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ni mengi ambayo tunajisumbua nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Paulo anatuambia ya kwamba tusisumbue kwa hayo mambo yote ambayo hayo mambo yote ambayo yanatusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusijiweke sana, ila tu kwa yale mambo ambayo yanatusumbua, zile vitu ambayo tunapitia vingi, tunaomba tu Bwana wa majeshi, tunaomba Bwana wa mabwana. Paulo anatuambia tu hayo mambo yote, kuomba tu peke yake ndio kutatuweka sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba peke yake tu ndio kutatufanya tuweze kujipiwa hayo mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tu katika jina la Yesu niweze kumleta mwenzangu Minister Fairin ili aweze kuendelea kutoka hapo na aweze kutufungia kwa maombi.
Amen. 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 Asante mtumishi wa Mungu kwa neno nzuri. Tumejifundisha leo maombi. Nigusie kidogo tu pale ya kwamba maombi ni njia moja ya kuzungumza na Mungu. Maombi ni njia ya kufanya kilio chetu, maneno yetu ama matamanio yetu yakamfikie Baba. Amen. Amen. Hatuna njia ingine ya kuongea na Mungu wetu isipokuwa kupitia maombi. Basi leo namshukuru Mungu maana nimejifundisha ya kwamba nidumu katika maombi, ni katika maombi ndiposa njia zetu ama hoja zetu zitajulikana kwa Mungu. Amen. Amen. Na kutia moyo ama na kufahamisha ya kwamba ikiwa hauombi basi maandiko yamekuita mtu mhovu. Si maneno yangu, ni maneno ya Zaburi 14 ya kwamba kama hauna muda wa kuomba ama hauna muda wa kwenda mbele za Bwana basi wewe ni mhovu. Nami naamini ya kwamba wewe rafiki yangu mtazamaji si mhovu, ni mtu wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Dumu katika maombi, jiweke katika maombi, tenga muda wako uzungumze na Baba. Tenga muda wako, sema na Baba. Mwambie linalokutatiza, mwambie linalokuumiza, naye ni mwaminifu. Amen. Amen. Ni kupitia pale kwa maombi ndiposa hoja zako zitajulikana na zitapata kujibiwa. Basi namshukuru Mungu ni kwa ajili ya siku ya leo. Amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu, ametuongoza tangu mwanzo hadi tamati. Na ukaribisha kwa mara nyingine pale utatupata YouTube under Minister Philip Kengura account, tuko mahala pale. Jiunge nasi tumwabudu Mungu, tushuhudie ukuu wa Bwana. Utakapokuwa na jambo ama na haja yoyote utakayohitaji tuiombee, nambari ya simu ni 0706 905 564. Utakapoipiga wakati wote tutapatana pale, tutasaidiana kwa njia moja ama nyingine. Niombe nikuombee hadi wakati mwingine tutakapokutana. Basi ningependa tuweze kufunga kwa maombi. Baba, nakushukuru maana umekuwa mwaminifu. Tazama Adonai, umemaliza nasi ni kwa ajili ya ukuu wako. Tumejifundisha ya kwamba tukadumu katika maombi, tukaombe maana ndio njia ya pekee ya kusema nawe, ndio njia ya pekee ya kunena nawe. Mtazamaji wetu ambaye amejiunga nasi, Baba ukamfungulie ama ukampatie kiu cha maombi ili hoja zake zikajulikane kwako kupitia kwa maombi yake. Baba, kipindi chote nakabidhi mikononi mwako. Wacha ukafanye badiliko kwa maisha ya mtu, wacha maisha ya mtu yakainuliwe, wacha mtu akafunguliwe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hadi wakati mwingine tutakapoonana tena. Bwana akubariki, Bwana akulinde. Shalom, shalom, shalom. Amen. Amen.